Asante Mungu na Baba yetu ishie mahali pa juu mbinguni. Asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa wageni ambao tumekuwa tukingojea sana. Umeshafika kwa mkono wako wa neema na rehema. Asante kwa sababu masaa yote watakapoketi katika familia hii, tumekukaribisha uketi pamoja na sisi, na wageni wajihisi nyumbani, watakapoondoka waondoke na baraka yako. Mapenzi yako yatendeke, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Karibu. Jinsi nilivyo naona ni neema, na kila kitu nilicho nacho naona ni neema. Sikustahili kupata mazuri haya, ni neema. Ni neema ya Bwana. Ajali ile iliyoua wengi nikatoka salama, magonjwa yale yaliyoua wengi umeniponya. Ni neema ya Mungu, ndio akili wala ujanja. Neema ya Mungu, ni nguvu zangu. Neema ya Mungu, ni kwa uweza wangu. Neema ya Mungu, ila ni neema akili wala ujanja. Neema ya Mungu, amani niliyonayo. Ni neema ya Mungu, ndio akili wala ujanja. Neema ya Mungu, uzima nilionao. Ni neema ya Mungu, neema ya Mungu, sio akili wala ujanja. Neema ya Mungu, neema. Haleluya, mnanipata? Yes. Kwa kwenda haraka nikianza na upande ile, hebu wasalimie. Alianza na nani? Anaanza wapi? Jose. Hapana. Mzee. Ndio kama kama sasa ndio. Basi asante kwa nafasi. Kwa majina mimi naitwa James Marita. James Marita ni mshiriki wa Mungu. Katika eneo hili. Hapa kidogo. Hawa ni Mungu sana. Asante. Wageni karibu. Mimi kwa majina naitwa Henry Mbotela. Hapa nileta karibu kabisa, huyu ni mjukuu wangu huyu. Yule. Huyu wako karibu na mzee. Yeah. Niko nyumbani. Asante. Asante. Nikitoka hapo umemaliza kukula, ulikuwa unakula? Nimesema wageni karibu. Mimi ni Bernard Nyabaige Buyaru. Hapa ni nyumbani kwa ndugu yangu mkubwa. Nimesema karibu wote. Asante sana. Ambaye wanakaa karibu na yeye nyuma yake, wasalimie na waambie majina yako. Wageni wetu wote karibu sana.
Hapa ni nyumbani kwa mtoto ambayo ameletea sisi mtoto yenu ache kukaa boma yetu hapa, na sinasema hiyo mtoto karibu sana na akae vizuri na sisi tuendelee kujuana kama jamii moja. Mimi kwa jina ni Moses Mugusu Marita ambaye ni wa hii mji namba 2. Baba ya yule ndio namba 1. Asante sana. Kanda tile Eliana bwana Marara. Wageni, najua tuko sambuli 2 ama 3. Iko wale wa Kisii tunasema chikolera. Mzee ameniambia nyinyi wawili mtakuwa kolera yangu. Na mzee ameniambia msichana ni mjukuu wake. Sina maana hiyo. Nami kijana Digali gocha. Kijana ni ndugu ya kijana ni yangu. Ndugu ya baba yake ni ndugu yanga ananifuata. Mimi ndio mkubwa kwa mochi hapa. Kwa majina naitwa John Abugo Ngwai Nyabai. Sasa hii majina wanabeba Nyabai kana yule. Mimi ndio ndume senior most. Hapana senior peke yake. Senior most. Sawa. Ndio nabeba hao wote jumla. Haya. Mwenye anafuata kabla sijaleta mzee. Pia tuko hapa, hata serikali yetu ya William Ruto inajua ya kwamba tuko hapa. Angekuwa hapa lakini kwa sababu ya shughuli za mwezi yake hawezi fika, akatuma msaidizi wake ambaye ni our chief wa area hii. Mnajua leo hivi vijana yenu anakaa Nairobi. So yeye kuongea na Ruto ni kitu rahisi sana. Lakini akatuma huyu kwa niaba yake. Sasa mkiona mmeona Ruto. Karibu mheshimiwa. Wasalimie. Anakuanga na maneno mengi hivyo. Nawasalimu wana wa Mungu, amjambo. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya umbali anatutoa, na tunamshukuru pia kwa kuwa naye safari ndefu na amewafikisha. Tuna sababu ya kumshukuru sana. Kwa hivyo karibuni sana. Mimi kwa majina naitwa Joseph Waima. Mimi ndio chief wa eneo hili, lakini saa hii niko nyumbani. Huyu ni ndugu yangu. Hao wenye walitangulia kusema ni ndugu zangu. Sisi tunaishi chini kidogo. Kwa hivyo tunasema karibuni sana. Ule mtoto wangu sasa. Tunasema karibu sana. Mjisikie nyumbani na Mungu awabariki. Asante. Haya. Next, huyu kijana yenu anaendanga kanisa. Na mzee yake ya kanisa ako hapa, wacha wasalimie. Mzee wa mwaka huu ndiye alikuwa mzee kiongozi mkubwa. Huko kweli mnaita pastor. Sisi hapa tunaita mzee wa kanisa. Asante kwa nafasi. Nami nachukua nafasi hii kusema ni asante kwa Mungu kwa sababu ametupatia hii nafasi tukae pamoja na tuongee maneno mazuri kama haya. Mimi ni mzee wa kanisa, mahali hawa watoto wanaenda na mama, na hasa hapa nyumbani huyo ni mtoto wangu kwa sababu baba yake ni kazi ni hapa nyumbani. Kwa hiyo wageni wetu nami nawakaribisha ili tuendelee pamoja. Asante. Asante sana. Hao wameongea. Lakini sasa kabla ya pastor acha wasalimia, nataka mzee wa boma hii awasalimia, aseme tuko sawa ama ametukaribisha bado. Mzee, nafasi ni yako, mpatie fimbo. Mimi nasema karibu sana wageni yetu na mandugu zangu mahali mmefika hapa. Mzee karibu sana. Mimi najua umetembea mwendo mrefu sana. Sababu mimi nilitangulia kuona mali iko mrefu sana. Wakati ile nilikuja huko nilisema, kwani hapa tunaenda wapi? Sasa yule ndiye alikuwa anatuendesha kijana yangu huyu. Anaendesha gari na muuliza, wewe umepotea au iko sana? Tulikuwa yeye na mama tukafika kwa huyu mzee. Kwa hivyo na nyinyi ile mwendo tulienda na nyinyi mmekuja hiyo mwendo. Na nyinyi hata mlikuwa nasema hivyo tu, kwani hapa ni mbali na mnalani. Lakini finally Mungu ni mwema, mmefika nyumbani. Sasa mjisikie vizuri
bila mumeona au mandugu yangu bila waambia nyinyi majina, hapa ndio nyumbani. Hapa ndio kwangu kwa mama yake huyu na kwake ni pale juu. Tutaenda huko mtajua. Kwa hivyo karibu sana. Niwaambie nyinyi tena kama mmesahau majina yangu ni Joseph Kisonga Omondi. Hapa ndio nyumbani. Asante sana. Karibu sana. Thank you. Yes. Kabla cha peana hiki nafasi kwa upande mwingine na alika pastor aweze kutusalimia na akae. Ni kutusalimia tu. Bwana asifiwe. Amen. Asante. Nafikiri wewe kila mtu anakujua Nyabaige. Si ni kweli tunamjua nyinyi nyote? Huyu kijana yetu si mnamjua? Hebu wasalimie na waambie karibu. Karibu sana, karibu sana. Sasa kwa hii muda mfupi na peana kipindi kwa wageni wetu na wao waweze kutuambia majina ndio swali nini inafuata. Si ilikuwa kujuana? Yes. Wageni wetu mwenye mliongea sasa. Waseme yako ndio napea hao. Wao niambia hao wamejua. Mimi nilikuwa nasimamia hii kipindi kwa muda mfupi tu. Naitwa Ronald Nyabaige. Huyu ni ndugu yangu. Ni hapa ni nyumbani. Nyabaige huyu tumekuwa na jina moja, ni kijana yangu sasa. Nani mkubwa? Ni mimi mkubwa. Hiyo jina Nyabaige ndio babu yake. Yes. Ndio babu ya hii watu yake na haya. Nafasi ni yenu. Asanteni sana. Tunashukuru vile tumekuja. Kwa hii makaribisho tumepata, tunashukuru. Tunasema asante. Mimi naitwa Wilberforce Maloba. Huyu amekaa hapa, huyu mzee ni baba yangu mzazi. Huyu mzee baba yangu mzazi. Na huyu msichana hako hapa, mimi ni mjomba yake. Huyu msichana ako hapa, huyu anaishi na huyu mjomba yangu, ananiita mjomba. Sasa tunashukuru sana kwa mwaliko na vile tumefika. Sasa ni kusubiri kidogo tujue hiyo mwaliko ilikuwa ya nini. Na huyu naona huyu sasa shidwa ni nani? Haka ni kamjukuu kangu, kanaitwa Fabiola, mtoto wa msichana wangu. Asanteni. Habari za mchana. Mimi pia nafurahi kufika Kisii Islands. Kwa majina naitwa Paul Manala. Mimi ndio second last born wa mzee. Ndugu yangu mkubwa. Tuko na wengine kule nyumbani hawajafika huku, lakini tumewawakilisha. Nafikiria kwa saizi ni hayo tu. Asante. Habari zenu? Kwa majina mwite Reverend Joseph Manala, retired pastor. Thank you. Yeye mtoto yangu ambaye yuko hapa ni mjukuu wangu. Linda ni mjukuu wangu. Na nimefurahi sana na kumheshimu vile mna heshima mzuri kabisa, mmetukaribisha vizuri kabisa, kuonyesha kweli nyinyi mna upendo wa Mungu. Mmetukaribisha vizuri sana. Tunashukuru Mungu na kushukuru nyinyi. Asanteni. Reverend Joseph Manala, retired pastor, Church of God. Thank you. Pastor. Pastor, pastor. What do you want? Sasa mimi ni mchungaji wa kanisa, kuna pasta wetu hapa. Kwa hivyo nafasi hii nampatia pasta ili aweze kutusomea kidogo Bible, ndio mengine yaendelee. Pasta, karibu.
Asante sana mzee wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante, tumefurahi kuona baba yetu Reverend, Mungu amemulisha, amemweka vizuri, na hiyo miaka yote tunashukuru. Wageni wetu ambao umetoka mbali, safari nayo kuna uchofu wake, nasema ni asante na karibuni. Mimi ni Pastor Evans Makori, rafiki wa mjukuu wako. Sasa aliniambia kwamba kuna wageni wanafika leo, mimi nikaona wacha tufike mapema tuwakaribishe. Kwa hivyo asanteni na tunashukuru kwa kufika kwenu. Ile mjukuu wako alituambia leo ako na wageni na ako na mazuri kwa wageni, kwa sababu anataka kuunganisha uhusiano uwe mzito kwa sababu ya urafiki wake na urafiki ambayo alifanya kwenu. Tunaposoma Biblia tunapata binadamu ni mmoja. Binadamu ni mmoja kwa sababu alitoka kwa mzazi mmoja. Ni kwa sababu hatuwezi kufinyana mahali pamoja. Ndio wengine wako huko kwenu, wengine wako hapa, wengine wako Ucharuoni, wengine wako Kajiado, wako kila mahali kulingana na vile Mungu alionelea. Lakini sasa ukitaka kuchua, ndio naona sasa tumeanza kuunganika. Hata mtu akiwa huko kwenu anakuja huku, wa kwetu wengi wametoka hapa huko huko. Hii inamaanisha ya kwamba vile tuliumbwa na Mungu mmoja, sisi ni watu wa moja, ni kwa sababu tu ya distance na vile Mungu alitupanga kila mtu anakaa. Nashukuru chana yetu Jared kwa sababu na yeye alionelea aunde uhusiano wake kutoka huko. Hakuna upaya alifanya, amefanya mazuri kwa sababu watunge wajua na nyinyi amungejua huko, hakuna njia nyingine mtungejuana. Lakini sasa hiyo ilikuwa mipango ya Mungu kutuunganisha sisi zote. Katika Biblia vile huyu ndo yetu Jared alisema leo ameonelea kwa moyo wake kuna zawadi ambayo atapea mzee ya shukrani, kwa sababu aliniambia ndio sababu kubwa imetuleta huko, na sisi tumekuja kushuhudia akikupea hiyo zawadi na sisi tuseme asante. Lakini kutoa zawadi sio kitu ambacho kilianza leo, kitu ambacho hata Biblia iliandika kitambo. Hata huyu kijana wa Abraham alikuwa anaitwa Isaka, kuna wakati na yeye alitaka kuoa. Kwa hivyo kuoa si dhambi, ni kitu ambacho kiko. Mungu alisema mwanaume hawezi kukaa peke yake. Lakini na pia ni Mungu anajua hiyo ubavu wake mwingine mahali unapatikana, kwa sababu hapa Kisii kulikuwa wasichana wengi, lakini yeye akapata ubavu wake, walibaki huko kwenu. Na wakati hiyo kijana ambaye anaitwa Isaka alienda kuoa huyu msichana anaitwa Rebeka, naye alifika kwao, wakakaribishwa vizuri. Vile tumeanza kuwakaribisha, huyu ni mwanzo tu, tutaendelea. Walipolala asubuhi ilipofika, vile tunasoma kitabu cha Mwanzo 24 na mstari wa 57, tukiendelea tufike kuendelea hapa chini kidogo, tutaona vile alifanya. Wacha tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu, tunapolisoma neno lako, tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo huyu Rebeka, Isaac hakwenda peke yake, lakini walituma mfanyakazi. Abraham alituma mfanyakazi wake kwenda kutafuta msichana kwa huyu kijana wake. Walipofika huko walikaa. Asubuhi ilipofika walisema sasa masaa yetu ya kuondoka yamefika. Wakasema waje tuite Rebeka tumuulize kama anapenda kuenda na nyinyi. Walipouliza Rebeka fungu la 58, Rebeka akasema I will go with them, mimi nitaenda. Kwa msichana wenu alikubali, akasema yeye atakuja Kisii na atakaa huko, na tunashukuru. Na alipotoka kwao alitoka na mibaraka. Na hata sisi kama Wakisii, wakati msichana alikuwa anaoleka, kuna mibaraka wasee walikuwa wanatamka kwake.
na wewe leo umekuja hapa ili uweze kutamka hiyo mibaraka kwa mjukuu wako, ili aweze kubarikiwa na wajukuu wengi, abarikiwa na kila kitu, na zaidi ya yote abarikiwe kwa kumjua Mungu, kwa sababu huo ndio utajiri wa kweli. Sasa walipofika hapo, Biblia inasema wacha nisome ili fungu usikie vile. Ukisoma fungu la 53 inasema, and the servant brought forth jewelry of silver and of gold and raiment and gave them to Rebekah. He also gave to her brother and to her mother costly ornaments. Sasa huyu ni yule mfanyakazi wa Abraham. Wakati asubuhi ilipofika, akatoa zawadi ya dhahabu na vitu vya dhamani kwa sababu ya kushukuru. Kwa hivyo na kijana wetu Jared kwa sababu binadamu ana gharama ambayo inaweza kulipa binadamu, ila ambaye atafanya kidogo ni ya kushukuru. Ni ya kushukuru vile huyu mfanyakazi alitoa kila kitu cha dhamani, akapatia Rebeka, akapatia ndugu zake, akapatia na hata mama, kwa sababu ya shukrani. Kwa hivyo hata wazee wetu huku kutoa mahari, hakuna gharama ya binadamu naweza sema huyu binadamu anaposhia hii gharama. Ile mahali kidogo inalipwa ni kwa sababu ya kujenga daraja na kujenga uhusiano. Na Jared, nataka kukuambia hakuna kitu cha bure hii dunia. Kitu ambacho unapata bure huwezi kukitunza, lakini kitu ambacho unajua gharama yake lazima ufanye nini? Lazima utunze. Lazima utunze kitu ambacho unajua gharama yake, lazima ukitunze. Kwa hivyo vile leo umetuita ni kwa sababu umechua dhamana ya huyu msichana wa wenyewe ulileta huko. Ukasema wacha niite baba yetu hapa akuje ashuhudie, na tunashukuru Mungu ambaye miaka mizuri, na mzee tunakuombea kuongeza mingine hata ukifika 100 na zaidi hakuna shida, itakuwa huko. Tunashukuru. Sasa niko 94. Hiyo sasa tunakuombea kuongeza ingine 10 kwenda zaidi. Huyu mzee Mungu amemrudisha vizuri, na kwa sababu alikuwa basi umesikia amefanya kazi ya Mungu. Ukiwa unafanya kazi ya Mungu uzaeki kwa haraka. Hata mimi naelekea 50, lakini wakati mwingine hata niambia pastor unaonekana hujafika Ahmed mtukufu. Sasa kwa sababu tunafanya kazi na miaka 5. Unanisinda. Miaka 5. Wewe ni nani? Kwa hivyo Jared, jambo langu ni kwamba ukitoa mahali ya shukrani kwa leo, upende hiyo msichana hata zaidi, kwa sababu sasa amekuwa mahali yako rasmi. Uendelee kuheshimu hawa wazee wametoka huko na heshima yote, na ukumbuke hiyo mzee kwa sababu amefanya kazi nzuri. Reverend Munara amefanya kazi nzuri, na wewe unampigia tu simu wakati mwingine ukiwa na 200 mrushie, kwa sababu mzee ana maneno mengi, anaambiwa hii imetoka kwa mjukuu wako. Na vile vile na wazee wetu wa nyumbani hapa, baba mzazi yako na mama, na hao pia waendelee kuwatunza ile kidogo unapata, nao pia wakumbuke, kwa sababu nao pia ni watu wa maana sana. Kwa hivyo na jambo la mwisho sasa, vile umetoa mahali kulingana na maagizo ya kanisa letu, vile nyinyi ni washiriki, sasa mtaambia pastor yule ambaye atakuwa karibu, kama mkiona ni mimi tena nakuja likizo moja hapa tuwaunganishe harusi. Amen. Kwa sababu hiyo kazi ninafanya, kwa sababu nilipewa kibali na serikali. Yes. Been a pastor now for 20 years. Nimetumikia Mungu na ninashukuru niko na hicho kibali kutoka kwa serikali. Kwa hivyo vile nimeshuhudia sasa haya maneno, waje tuendelee hatua ya pili sasa. Kutoka huko tukupea muda tu kidogo ya harusi ya watu wakubwa, hahitaji maneno mengi. Vile umetoa mahali tu sasa, hayo yamefanya nini? Yameisha. Kanisa tu hiyo utatoa chakula tu kidogo na hiyo mambo yaisha. Hakuna gharama nyingine. Gharama ambayo inaenda kwa serikali haiwezi fika 5,000. Hiyo ni kitu kidogo. Sisi tutamwombea mazuri. Tumaliza hapo, wacha tumpea mpaka mwezi wa 4. Ndiye chache ndio yako hapa, mwezi wa 4 tukuche weekend moja tuunganishe hiyo harusi. Tutaandika ikiendelea kusoma na wewe unafanya mipango yako.
msikuje likizo ya Aprili ikiwa katikati hapo, tumalize hiyo harusi, mrudi mahali mnaenda, kwa sababu hii dunia bila Mungu huwezi fanya chochote. Kwa hivyo nawashukuru sana, na nyinyi kile mtapokea, hata ingawa ni kidogo, tunasema ni zawadi. Zawadi huwezi ambia mtu nipatie zawadi kiasi hiki. Yeye anaona hii zawadi inafaa kwa marafiki zetu au jamaa zetu, kwa sababu sasa sisi wote ni watu wa moja. Kwa hivyo nataka na mimi nitanuke mibaraka kwenu Jared, barikiwe na bibi yako na watoto wako, na wageni wetu watakapoondoka waondoke na mibaraka ya Mungu, na hiyo zawadi ambayo kidogo mtapewa ilete furaha, angalau ilete furaha katika maisha yenu, na muujue mko free sasa kutembea huko hata bila kualika, kwa sababu watu wenu wako hapa. Kama namna gani Jared? Sasa mmefunguliwa mlango mmefunguliwa milango, mkiwa wakati wote unapita huku, hata weekend moja naweza kuja ukatulia sasa, alafu ukarudi. Tunashukuru sana. Nataka tufanye maombi ili sasa nafasi hiyo nitapeana mzee aseme kwa nini ameita huyu mzee kutoka huko, alafu hiyo sehemu iendelee na hiyo kwa muda mchache tu, alafu tuende huko juu na tusome fungu kidogo, turuhusu wageni wapumzike kidogo kabla wache rudi. Kwa hivyo naomba tusimame tuweze kufunga kwa maombi. Na tuombe. Mtakatifu na Baba yetu uishie mahali pa juu mbinguni, Muumba wa mbingu na nchi, tuache mbele zako masaa haya, tunasema ni asante. Ni asante kwa sababu ya siku hii ambao umeipanga kabla ya mwaka kuisha, tukutane na wageni wetu, mashemeji wetu, baba zetu ambao umewalinda safari ndefu na wamefika katika boma letu hapa. Tunashukuru na wenyeji kwa sababu ya makaribisho. Tunashukuru kijana wetu Jared kwa na bibi yake na watoto kwa sababu ya kutuunganisha pamoja. Zawadi ambayo atatoa tunasema ni asante, tuweze kuleta furaha katika maisha ya hii familia na maisha ya wageni wetu. Sasa hiyo mipango inapoendelea, uwabariki hata zaidi, bariki watoto wake na wale wetu watakaporudi, warudi wakiwa na furaha katika mioyo yao. Mapenzi yako yatendeke, ni katika jina la Yesu tumeomba na hata tuamini. Amen. Ile kitu tena nitasema ni asante sana kwa nyinyi kutembea mpaka hapa. Mlikuta sisi hapa ndio nyumbani. Na tunashukuru kwa sababu kijana au msichana ni daraja. Ni daraja ya kuunganisha watu wawili. Anatengeneza daraja ya pande hii kufika pande ile. Daraja ya kutoka pande ile na kufika pande hii. Kwa hivyo hawa sio ya kwanza, waliutangulia babu yetu, tunafuata hiyo kimila. Kwa hivyo sio kimila kinaanza sasa, ni kimila kilikuwa huko mpaka watoe mbuzi au kitu kidogo kwa familia ile. Ndio naleta uhusiano kwa karibu. Ukipita huko nasema mtoto yangu na wao kutoka hapa, siwezi kulala nje, wacha niende nilale. Na yule msichana yake amekuja hapa hivyo hivyo tu. Akitoka mahali mimi nitafika pale, nichelewa nitalala kwa dada yangu. Kwa hivyo hii ni familia imeunganishwa tayari na hawa watoto wawili. Na sio hao wameanza, hata mama zetu walifanywa hivyo hivyo. Kwa hivyo nashukuru, wacha tuendelee. Kijana bila alifikiria, sasa yeye atatueleza. Asante. Karibu. Yeah. Nawasalimu tena. Karibu sana kwa nyumbani. Karibu babu. Karibu maango. Mungu ni mwema, ametufikisha hapa. Na mimi nikafikiria, nikasema tumekaa muda na Linda. Nikaonelea ni vizuri nifanye vile inafaa kufanyika. Ile tu nitasema ni kwamba vile naambiangwa mtu alipiangwa kama ng'ombe, tumemaliza uhusiano tu natengeneza na unaendelea kumalizi, unaendelea tu vile unabarikiwa, unaendelea tu. So ile kidogo yenye nilikuwa nao nikasema sitangoja sana, nikiweka wacha nipeane hiyo, alafu ingine tena vile tunabarikiwa tena tunaongeza tu. So sijui kama
Sema tu kama sema tu. Haya, so lakini kabla niseme kulikuwa na njia nyingi. Kuna ile tunapeananga ng'ombe mwenye yuko hai, lakini sababu ya safari na tulienda kule na babangu, tukaongea na mzee mwenyewe akasema hatataka hiyo kazi ni ngumu ya kutoa ng'ombe pande mpaka huko, akasema pewe bahasha. Jana nayo tukawasiliana na Ango hapa, nikauliza bahasha yenyewe ikue in cash ama ikue kwa simu. Sasa yeye mwenyewe akasema anaonelea kwa sababu hii ni kuingia matatu kwenda tena, cash inaweza watatiza kwa njia, so akasema inaweza wekwa kwa simu. Kwa hiyo sasa ile bahasha yenyewe ya kuonekana hivi haiko, nitaweka kwa simu, nitaweka 80,000. Hiyo ndio zawadi niko nayo kwa sasa. Alafu tutaendelea kutafuta bila Mungu anatubariki mzee. Mimi unajua tuko na wewe kila wakati. Asante sana. Tunasaidiana, unaniombea baraka napata pia najua zinatoka kwako na kwa wazazi. Na tunakuombea maisha marefu. Mungu aendelee kukubariki. So hiyo ndio nitaweka kwa yangu pale. Asimu. Ndio inaweza kuwa rahisi kwa usafiri. Wasema nimefika. Sasa wewe mmesikia zawadi ile iko sasa, mmoja wenu kwa shukrani, ukiona vile inaruka kwenda huko, chale nasema shukrani tu, alafu wao ishone sio unajua namba yake. Sema tu jambo moja. Kwa mwaliko nimeona mwaliko huko mbaya, na ile sisi tunafanya tunazidi tu kuombea maisha mema, waendelee kuishi kwa amani na Mungu awabariki. Tuweze sukuma sana, ati mara ingekuwa hii mara, kwa sababu hatukuitisha, tuliitiwa na tumeshukuru. Asante. Thank you so much. Kwanza tunashukuru vijana wetu Nyabaige kwa hii amefanya. Tunasema kwamba mapenzi yanazidi pesa. Kama hawakai vizuri na msichana wenu, hata alipe milioni haina maana, lakini kama wanaishi vizuri, hiyo tunashukuru. Kwa hivyo mimi pia nawashukuru kwa sababu mmekuwa wakarimu na watu wa moyo mzuri. Tunaendelea hivyo na tunaamini kwamba ile kijana amesema hii sio mwisho. Kadiri Mungu anavyozidi kumbariki tena atawasaidia. Mwanamke anunuliwi daraja tu. So hata yeye pia akipata tatizo si mnamsaidia tu. So nashukuru mzee wa Bongo na wote ambao wameshiriki kwa kujitolea kwenu kuja kushuhudia. Hii ni harusi kubwa, sababu sasa hata yeye amejisikia kwamba nimefanya ile ambayo ilikuwa inanitatiza moyoni mwangu. Kwa hivyo kijana, pongezi. Vijana wa siku hizi hata hawezi kumbuka hivyo. Naweza kaa na msichana wa mtu mpaka mpige kelele. Lakini sasa yeye vile amekumbuka hivyo, Mungu akubariki na yetu ili tuendelee kusukuma maisha yetu. Asanteni sana na nyinyi pia Mungu awabariki. Hata sisi tunaomba kwamba siku moja utupeleka huko tuone hiyo sehemu. Siku tutaenda utupeleka tuende kusalamia huyu baba wetu. So bila kupoteza wakati, asante pastor. Na kila mmoja Mungu atubariki sisi wote. Na tunaomba kwamba kama ni mapenzi yake atufikishe mwaka mpya. God bless you so much. Imefika kama mtu wa serikali, niulize hiyo ile ilirushwa imefika hapo? Nimeconfirm kulingana na vile Jared amesema sauti sauti nasema nimeconfirm kulingana na vile Jared alisema. Nimeona message
ina reflect ile figure alisema. Sasa pia unaweza kudhibitisha kama serikali kwamba ametimiza hiyo maneno. Hata unaweza tuma hiyo message kwangu. Message sikumi. Confidential. Yeah. You can have a look at it. There's no problem. Nimeenda. Wacha niongeze neno moja tu. Asante Nyawaigo Mbiamano, asante tena. Wakisii wanasema kidogo kidogo ujaza kibaba, kidogo kidogo ujaza kibaba. Na Kanyamagasini ni akora bukimake. Ngo kale kadogo mtoto wangu ameanzia. Mungu aendelee kumsaidia na wachukuu wetu wote, na yeye kingine tena litaongezeka. Bora maisha wakae. Sio sana sema 95 years. Na mimi niko 90 ananishinda na which means alizaliwa 1930. Hapo ni ndugu. Kwa hivyo asante region mito maana amejenga sisi. Hiyo ndio njia ya kutujenga. Wakati tukitoka tunawachia wajukuu wetu. Na hiyo mji wetu aendelee kusaa na kusaa. Na barande unemurunezere. Wakikisi. Barande unemurunezere. Thank you, God bless you. Mimi narudia kushukuru mchukuu wangu. Mungu ambariki kabisa. Amen. Amuongeze hata mamilioni. Amen. Afanye maendeleo watu wastaajabu. Amen. Manake nyumba ile mimi naishi yeye ndiye amenijengea. Amen. Yeye ndiye amenijengea. Si mwingine. Na ananifanyia mambo mazuri sana. Maombi yangu simsahau. Manake nilimwambia mimi ni Reverend Joseph Muna. Retired pastor. Nimeanza kuhubiri na Jason nilikuwa retired 2013. Si miaka mingi. Kwa hivyo simsahau kwa maombi, apate mamilioni, afanye maendeleo ya ajabu. Baraka za kwanza, Mungu amjaze Roho Mtakatifu, awe na imani. Ya pili, Mungu amfungulie njia, apate mamilioni, afanye maendeleo. Manake mambo amenifanyia si mchezo. Nyumba mimi naishi yeye amenijenga. Si nilimwambia? Pika makofi. Kwa hivyo hatuwezi kumsahau. Asanteni kunisikia. Amen. Kwa watu tusuhuri kumwao kidogo tu. Kuna mgeni wangu amefika, amechelewa kidogo, ametoka Nairobi. Tusalimie mjumbe. Tumepata kama tunamalizia. Mimi naitwa Jumbe tena Fred. Jared ni rafiki yangu kwa miaka mingi. Tunafanya kazi na yeye Nairobi, tunashirikiana. Na leo nikasema lazima nifike hapa. Tumeamka mapema, mambo ya barabara polepole. Na tufanye tukakuja polepole, lakini tumefika. Leo tulikuja kushuhudia hii sherehe yake. Na tuhakikishe ni kweli hii sherehe ni ya ukweli kama lakini tuacha corona. Tunajua Jared hajaoa kutoka huko nyumbani. Wageni mnakaribishwa huko Kisii. Nasikia umepea Jared sifa nyingi sana. Kabisa. Inatakiwa iendelee hivyo. Na sisi tukikuja huko tupate the same sifa hizo tu. Asanteni. Jared, sasa umefanya kitu yenye wanaume wanatakiwa kufanya. Yenye tulikuwa tukingojea. Amen. Kwa hivyo karibu the club. Asanteni. Thank you so much. Mana kwa Mungu sio kama hapa. Mimi nilisema hapo mbele, msichana tangu zamani ni daraja ya kabila mbili au watu wawili, kutoka upande ya kijana na upande ya msichana.
hao wametuchangia daraja. Nimetembea hiyo daraja mpaka huko Uroyani, na hao wametembea kutoka huko Uroyani mpaka hapa Kisii. Si hiyo ni daraja? Sasa hao wametengenezea sisi daraja, sisi ile kitu tunamupa hawa. Hiyo uhusiano endelee na tuwache wachukuu waendelee. Kwa hivyo tunawashukuru, na nyinyi wote wale mmefika hapa kusudia, tunashukuru sana, tunasema asante. Jared, thank you very much. Umeinua hii mzee Kisonga. Nimejua hao watu wote nilikuwa bado jua, na hao wamejua watoi wote walikuwa bado jua, sababu ile daraja mmechenga nyinyi wawili. Asante sana. Asante sana. Tuombe si kutoke kwa sehemu nyingine. Tumeshikana mikono kwa sababu daraja imeachiliwa. Yes. Mtakatifu Baba wetu asema ni asanti kwa sababu umekuwa nasi, umekuwa na hii familia, umekuwa na huyu kijana Janet. Vile walianza kupanga hii mipango, Baba wetu ulikuwa pamoja nao, na penye mefikia hapa tunaendelea kuinua jina lako na tunaendelea kukushukuru Baba. Penye mefika na penye naendelea hapa tunakualika uwe utawale mahali hapa, uwalinde, uwajaze na Roho wako Mtakatifu. Mipango yote imeikabidhi mikononi mwako. Yale yataendelea kutoka sasa na kuendelea, Baba wetu inuliwe na ubariki familia katika tunaomba na kuamini. Amen. Thank you. Sasa tunatoka tu kidogo tuende pale kwa wengine penye wako. Hallelujah.
mu motoro kaigoro pochenge murate na bono Bob Chakure rote tinera chabara borija Chakure rote tinera chabara borija Chakure rote tinera chabara borija Ere otosi boire kora imazebi bere Chakure rote tinera chabara borija Chakure rote tinera chabara borija Chakure rote tinera chabara borija Ere otosi boire kora imazebi bere Asante sana wanakwaya kutoka kanisa ya Honwaki. Sasa ninaomba wale wanaongea pale church na kampuni yako muweze kuja mahali hapa, muweze kukaa. Church at the cabin, please. Na Tom, funga hiyo mlango. Tom, funga hiyo mlango. Wewe, unaona Kiswahili? Fahamu siko itekyo. Osieke no para higa no veke que bungo veke chavi igo sasawa haya na wakwani nimyamore nimewasalimia mjambo Mungu hapa niwapanye na wasimsalimiane Jemima, dia kunywa kaki karansa, dia kunywa. Ki. Bwana piga babange. Sasa waje niwapange. Tina, uko wapi? Mkono juu. Familia mkae pale penye Tina yako. Yana tena bantu bai kaya nya bai karasa aja. Eta mara wana jina kwa kwenye Kiswahili ke usi. Akana kwani le family bai karansaria mamo miro barogora igo ikiata igwa kya Kiswahili nako na kwenye Kiswahili Linda uka huko wote ni wapange kiasi Linda tukaa huko Jemi moro bangwe ki Igo Asante. Na watoto wako wapi? Aya ndio huyu ana. Rafiki yangu songa hivi, nikuonyeshe. Chu. Wageni wetu. Ninaomba uweze kukaa pale. Na waomba. Nyinyi ukaa pale. Hii viti. Hapo sasa. Asante sana kwa kukaa hivyo. Bisonga karansaria. Bisonga karansa. Jemima na kwa watu kwa karibu kwa hii karansa. Jemima. Neno litasimama
Nyabaige penye huko tafadhali tunakuomba ukuje. Nyabaige Charlotte, where you are tafadhali come. Time is against us. Chisa jito yorete. Kia mtu akae. Wewe, hebu kaa haraka. Nyabaige. Ayengo ibole ke usiji. Sekere ke itakeri. Ube ke chabia ife. Kwade family no era hapo. Sawa. Nyabaige kuja kila mtu akae hapa. Kila mtu akae sababu kwa security officer wako hapo. Wananiangalia vizuri, mwenye anaingia kama ana nguo ya harusi asiingie. Abugo ulienda wapi? Abugo wapi? Nyabaige karasa. Mkiona Abugo amevaa koti nyeusi hivi, asipotee tafadhali. Na amevaa kofia. Polisi karanja boja. Somo basa alesema. Musulana, anaenda security. Abu agoja mwene ndege kwenda kwa makira mokose. Sawa. Wapendwa, msiogope. Hiyo ni masini iko na mambo yake. Kwa hivyo vile napita hivyo unasimama kidogo isikusike kama unalia. Aigato matanga. Teko kwaka asibungole dole. Yaani namaanisha isikupate kana kama umekasirika. Ikusike kama umesimama hivi kama jemima hivi. Haleluya! Piga nduru. Yes. Nyalanga mwenda. Ingulia. Oyo kusumbonya wengine ngono. Asante sana kwa kukaa. Asante sana familia kwa sababu mmefanya jambo la busara. Mmekaa vizuri sana. Nimewakaribisha nyinyi nyote. Nikitazama hivi naona security officer wako pale. Hebu salute. Nani amewaambia wakae? Siwaami wamekaa pande gani? Sawa. Our chief ako hapa. Tusalimie watu wajue ya kwamba tumelindwa. Simama tu chief. Chief huwezi fanya tu hivi. Hapana, wewe ni mtu wa bana sana. Bwana mimi bana mataini wewe tu security. Sawa. So, aya tukwalinga. Aya. Kom. Aiga tukwato mugapi, tukwato kama askari. Wale kwali vya wala kaliberera utasimu. Watakasi na bora. Aiga ndo jetia. Yes. Mnasikia? Hakuna mchezo hapa. Yes. Kama unafikiria unamaza mchezo? Yes. Unaenda. Yes. Ujinga tinda ketioma. Yes. Hapa tufanye mchezo. Kwa sababu kaenda gani nyumba ya mtu? Hapa tukunywe pombe, hatuchakuja kunywa pombe, tumekuja kufanya kitu ambaye Mungu anafurahia. Yes. Kwa kama unajua utaleta ujinga, mimi sitaki hiyo. Utembea mapema. Yes. Osoke kebwa. Yes, lakini ndio mwambia kwa wale ukwani. Wale unaambia kwani le. Chifu akisaongea, ametuliza kila kitu na alika mtumishi wa Mungu Pastor Evans Makori aweze kutufungua na neno, aweze kusomesha na Mungu watu wa Mungu ndio tuone nini inafuata. Pastor karibu. Karibu Pastor. Asante. Sasa na tuombe. Baba wetu aliye juu, tunakushukuru na kukuinua juu kwa sababu ya wema wako. Asante kwa sherehe ya leo, kwa sababu hii ni mpango wako. Sababu siku hilo uliona Adamu wako peke yake, ulimletea msaidizi. Na haya ndio yamekuja kutimisha siku ya leo. Pastor wetu atakapokuwa anaongea na sisi, Baba wetu tuweze kusikia. Na tuweke hiyo maneno ambayo tuwekea katika fikira zetu ili iwe tunakudumia. Tumeomba yote tukiamini katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Pasa karibu. Nashukuru kwa nafasi. Bwana Yesu asifiwe.
sisi tunafanya hii. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Leo ni siku ya furaha na tumealikwa kwa sababu ya furaha. Tunashukuru kwa wageni wetu ambao wametembea mwendo mrefu na tunasema karibu tena. Sijui kwa lugha yenu mnasema bushiere, sijui kuna mtu alinidanganya. Mnasalimiana aje? Bushiere ni asubuhi na saa hii. Okay, kwa hiyo hakunidanganya, hiyo aliniambia ni asubuhi. Na jioni? Wirire mwego tena waminto. Sasa nje waro sita wakatika kurumati. Asante. Hata sisi tunasema wairire. Mnasema wirire, sisi tunasema wairire. Kwa hivyo nyinyi ni ndugu zetu, lakini mlichoka mapema mkapaki huko. Wangapi wanakaribisha wageni wetu? Karibuni kwa makofi. Asante sana, asante sana. Mimi ni Pastor Ivan Simakori. Kwa wenyeji huku nimetoka Keroka. Keroka ndio tauni ya mwisho ya Nyamira County. Hapo ndio na hudumu. Nimekuja kwa sababu ya mwaliko wa ndugu yetu Charity na familia yake. Tumeshafanya sehemu ya kwanza tukiwa na wageni wetu. Na nitachukua muda mfupi kwa sababu tukiwa na wageni wetu, lengo ni moja tu, ni kujifurahisha na kuburudika na wageni wetu. Watulie kidogo kwa sababu bado wako na safari ya kurudi. Tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu ishie mahali pa juu mbinguni, sifa na utukufu ni zako milele hata milele. Ni asante kwa masaa haya ambayo tunaenda kulisoma neno lako, liweze kuleta faraja katika mioyo yetu na lichenge ili familia. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu. Amen. Tunapofungua kitabu cha Zaburi 133, kuna wimbo, mnajua Zaburi ni wimbo. Kuna wimbo ambao Daudi alitunga, na wimbo ambao ni wa furaha na ni wa faraja na ni wa matumaini makuu. Mnajua Daudi alikuwa mwimbaji, ndio maana akachukua muda wake mwingi kwa kutunga zaburi ambazo ni nyimbo. Na hii Zaburi ya 133 alitunga wakati, unajua wakati aliwekewa mafuta kuwa mfalme. Kulikuwa na mfalme mwingine alikuwa anaitwa Sauli, alikuwa na roho chafu ndani yake. Sasa katika kila siku alikuwa anatafuta Daudi ili aweze kumwangamisha. Lakini sasa na Mungu naye akafanya mapenzi yake. Siku ingine unajua hii dunia hatuwezi jua vile Mungu anapanga maneno yake. Wakati huyu mfalme alikuwa anaitwa Sauli, alikuwa adui wa Daudi, na Mungu akafanya miujiza. Kijana wa mfalme Sauli akawa rafiki wa Daudi, alikuwa anaitwa Jonathan. Sasa wakati baba yake amepanga kumwangamiza, ndiye anaambia Daudi, leo usilale kwa sababu baba yako njiani kukutafuta. Sasa siku moja Daudi alipokuwa amejificha kwa pango fulani, ndiposa akasikia sauti na akasikia watu wakipiga hatua. Hiyo ni Zaburi inaelezea 133 kwa sababu ni wimbo. Sasa wakati aliposikia hatua za watu, kuangalia tu kuchungulia, akapata ni ndugu zake walikuwa wanamtafuta. Najua kila mmoja wetu ukiwa na shida, uone watu wa jamaa yako, unasikiaje? Ngiona mwawera igauna ngikiaza. Wakati uko na shida na upatane na mtu wa jamaa yako, unasikiaje? Unasikia furaha. Nakia bagusiba tabatanga chaga mwangane mwanjanire. Engakia wakomu nalia bantu bao koragenduki wawanchana ando mawakoko bona unasahau yote ambayo yalikuwa yamepita. Sasa na Daudi naye kuchungulia akaona ni ndugu zake wanamtafuta. Ndio maana wakati alitoka huku, kwa sababu alikuwa anatunga nyimbo, akatunga huo wimbo, anasema behold how good
and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Akasema tazama jinsi inapendeza na ilivyo vema ndugu na jamaa kukaa pamoja kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na vitu ambavyo vinaleta upendo katika maisha yetu ni vitu ambavyo havinunuliwi. The things that bring love and unity ni vitu ambavyo havina bei. Kwa hivyo hiyo furaha ndio leo imetuleta, kwa sababu ndugu yetu Jared na Rinda wamekaa kwa amani na wameleta amani na furaha na mapenzi katika hii familia. Ndio maana mzee wetu retired reverend ametembea huu mwendo wote mpaka kufika huko. Mzee, nataka kuhakikishia kama msichana wake angekuwa na tabia ingine, ungeona mtu hapa katika hii familia. Sasa watu wote wamekuja wamethihirisha ya kwamba na yeye amefanya mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa Linda, vile tumeenda huko chini tumeongea na wazee, leo ndio wamesema ndio umekuwa bibi, ulikuwa tu msichana, ulikuwa unafanya dating hii miaka yote. Ukuwa bibi ya mwenye kwa sababu hatukuwa tumejua hali ya anga vile inaenda. Leo nataka nikuhakikishie Linda, nataka nikuhakikishie ukiona babu yetu huku na wachomba wamefika kutoka huku, sasa kuanzia leo na masaa haya ukae kwa utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Ukae kwa utulivu na ukae na amani na upendo kwa ndani ya roho yako, kwa sababu yale ambayo yalikusudiwa yameshatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huo upendo ndio tunataka uendelee kudumu katika maisha yetu. Bila upendo katika familia ndio magonjwa mengi yanaingia kwa sababu ya stress. Na vitu ambavyo vinaleta upendo nimewahakikishia ya kwamba ni vitu ambavyo havinunuliwi. Mnanipata kweli? Ni vitu ambavyo, kwa mfano kuambia mtu thank you, asante, hiyo kitu ni bei gani? Just say thank you, asante. Wakati naunganisha tu harusi naambia watu msiende kupigania nyumba kubwa. Kuna watu wako na nyumba kubwa lakini hakuna upendo ndani. Kwa sababu kuna wakati usiku moja nilipigiwa simu masaa ya saa 7 usiku. Na huyu mama alikuwa mwalimu wa high school. Wanawake ni lecturer. Sasa huyu mwanamke akanipigia simu ananiambia, pastor, usipokuja haraka ni kama kesho hutanikuta. Nikasema kwa nini? Eti kuna mambo yamewaka moto huko. Nami nikaomba Mungu akanipa utulivu, nikamwambia sasa kwa sababu niko mbali na gari langu limefungiwa mahali, utavumilia tu saa 12 nitakuwa nimefika. Sasa alivumilia hiyo tu kuingia, nikapata amesimama kwa mlango na nyumba walikaa ni bungalow, bwana ni lecturer wa university. Yeye ni mwalimu wa hizo. Sasa nikaangalia ndani ya nyumba kila kitu iko, nikauliza ni nini imekosa? Ni nini mnafikiria kilikosa? Si ni upendo. Sasa upendo ukikosa ndani ya nyumba, hata ukae na ghorofa 10, mtu atatoka. Huyu mama alitoka akaenda kuishi nyumba ya mabati kipande, mahali ambapo atapata amani. Kwa hivyo upendo ni kitu cha maana sana katika familia. Bila upendo stress itaingia, stress ikiingia ugonjwa utafanya nini? Hata haya magonjwa watu wako nayo ya kisukari, ingine ya blood pressure. Taribo ruire bantu barwari tena sengenje yemechando abantu bamenyera. Birangara liye bingi. Kwa sababu wewe ndio wekege ndege na pressure taribo ruire. Pressure taribo ruire na sengenje yoko migugwage ndoki. Kubo gima. Uwanja ni kale wako lele ndoki. Hata Biblia inasema hata uongee lugha gani katika hii dunia, ufanye yote katika hii dunia, lakini bila upendo wewe ni kitu bure. Kwa hivyo Charity, tunataka uhakikishe unapenda bibi yako, kwa sababu upendo hainunuliwi. Na haina dosi ya upendo unasema hii imekuwa too much. Kwa hivyo mkikaa na yeye kwa amani, hata soko hata babu akisikia mko hivyo, sasa hiyo ndio raha yake. Huyu mzee hahitaji mambo mengi. Nataka kusikia mnakaa kwa utulivu na kwa amani na mnamchua Mungu.
Na kwa sisi sote, kwa sababu sitaki kuendelea mbali sana, kila familia, kusudi la Mungu ni watu wakae kwa amani na upendo. Hata kwa lugha ya Kikisii ndio walikuwa wanasema ikianya bomo abantu balengi gutwara tukienda lugha nyingine, kwa sababu hao ni wengi. Kuna kitu nawaelezea hapa. Asing'enjo y'abantu bali kunyora emechando gusama yabo kwanyora abantu be family yugo bagochama bayakura undatakore tigi bachikotegereje ng'ingi borgiare ngabu banyora ng'eng'ana mbakori nyara bakungwa abatwa nyuma rero nabo basaririe emechi ekiagera bakurusia mang'ana ari nyumba ime bayaire siko monto isiko takogokonya ng'aini murabaga bang'ina babakuru babwatana kibukwatera ng'aba banene begerie abarabake nabo kwenda omuchia mang'ana ari lakini omong'ina omong'aini gakoyasiria tokumanya nono omong'ina onde nachete nganyora oituru nomogaka yakorera nyumba karaibu basitochire amatenga omogaka ominta ng'anchete yani twasekire igo mpaka amariga omong'ina oitari omong'aini omong'ina omwene gatangu omogaka ominta onsekire omogano getagantebirie mpaka bona amariga yakorire getu amariga ararura paiso yani twasekire tegererete omogaka abari aragotenanga basitochire bono matebi basitochire matebi kanisa kwenda basakirese kumu matebi bono ochire binga no korusi nyumba kwa ile siko ili kwa gaje ose ligotagora mono ekiagero yo watebia nerengo tebia ro yonde no yeka gotebia yonde kenyoreke magia korire ono uchi gotena sa bantu kyango mukungu oli yako ya oli boso za konyina muremba kabwa na ekwali chagete na ekwali chagete. Kwa hivyo wageni wetu tumesema ni asante wale mmefika kwa hapa Kisii. Wakati tuko na sherehe kama hii hatuna maneno mengi, ni kukaa tu na kukula. Kwa hivyo kwa sasa ningeanza kuona chakula kinatembea kila mahali. Ikiera no kuragera tuacha ndubuati mama na mande nitukokorerio kuragera tigali beriake tigali berio kuragera nikyo mugoko omwana agetwaire bano rero charedi okorire gendoki agetwaire kera njena nyago ikabo mugako omwana ondetire igabona biri byonse biro omong'ina Jemima totigali kende tate biare kigarende waturange toje kuragera kwanya gotorora bono rero biri byonse bibiro toretere tokoreki torie intoge ndo toratige nebisianga nande sibiarwa tabe ya sako legendoki sabi mente katika jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Kwa hivyo Jared, nataka kumkuchi hapa na watoto ni waombe. Tumeambia Rinda step imebaki, tumeambia Jared mwezi wa 4 nitarudi kufunga harusi. Wana nyama oraro ligo rosire wana mtoto wakolera yani. Kwa hivyo waje tuombee familia na watoto kwa sababu ndio imetuleta, alafu mengine yatafuata. Mwale kubagalilia maya. Tere duwapi familia yako? Msichana kaniyo area. Najaribu kuenda mbio kwa sababu samani tulikuwa tunatuma tunakimbia haraka sana. Ukienda polepole unarudishwa tena unaanza. Ikale tu genetibu na aspirin kwa rego tomugo kwa ndangora ndiko ile ni buwata buchaka buya. Bano rero kwa bali mwana nga sokoro no jogende ngosetiga ngende. Rero no bozenzi bwacha bo. Mwana bino ko mugeni yale ke bago mambito ko motoma. Kwa hivyo songa karibu na basta huku, sina maneno mengi, mimi nimekuja kubariki hapa. Thank you very much. Nitie Becky. Tumo swati yore tromo saruru mongi kwa sasa ita takole to yeye. Mungu mesararo wengi. Oito ganyata ebo ndio hiyo amekuja. Sasa mnajipanga kila mmoja kulingana na miaka yake na namba yake.
Mkubwa sasa ni baba yenu, anafuatwa na mama. Sasa kila mtu mahali na nafasi yake mahali iko. Huyu ndiye lakini anaanza sasa kudivasi. Ni vizuri sana. Familia yetu ya Moroje. Reverend, umeona mzee Reverend Munaro, tunaona mibaraka yako ni nyingi hapa kabisa. Hii ni mibaraka yake kabisa, na nashukuru Mungu. Kwa hivyo mimi nataka kuwaombea, na babu yetu atakuja atupee mkono na wazee wa kanisa kwa ishara ya mibaraka. Amen. Wana walisi njoo na woja. Reverend, naomba usimame. Nomo kaka naye njoo rolelio no ruwa okai. Ura watu kono na baba kisangi wao. Nomo ngina jemima. Na baba kisangi wao. Njoo era se tuya onere. Digo. Wana tigato sala na tuombe. Mtakatifu na Baba yetu ishie mahali pa juu mbinguni, tuacha mbele zako tukiwa na wingi wa shukrani. Tunasema ni asante, tena ni asante kwa sababu ya mibaraka ya hii familia. Asante kwa ndugu yetu Jared na mama Linda na watoto. Tunawaombea mibaraka, uwabariki hata zaidi kwa kupata kwao kwa maisha yao, na zaidi ya yote wakutambue kama mwokozi wa maisha yao. Asante kwa babu yetu Reverend Munara, ametoka huko kwa safari ndefu kwa ajili ya kubariki familia. Asante kwa wazee wa makanisa ambao wako hapa. Asante kwa baba yetu wa familia, Baba Bisonga na Mama Chemima na watu wa jamaa yake. Baba, tunashukuru kwa wale wote ambao wamefika. Hii familia ibarikiwe na hata zaidi, na waendelee kubarikiwa katika vyovyote ambavyo wanafanya. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Dora, baba mito, ibare marita. Dora, ebisongo baba, igare marita. Dora, ebisongo mito, igare marita. Dora, ebisongo mito, igare marita. Dora, Linda baba, igare marita. Dora, echare di baba, igare marita. Dora, Amasikani,
Yule amekaa chini anangoja nini? Na tumekula. Watu wasimame tuchoni mvuna. Aba ngina kala ili hata baki. Laini kuwa kubwa. Afya nani? Jared ilienda wapi? Akuje hapa leo. Haya. Wewe ugevichulia baba. Waito. Yani kwa harusi je mboga aliweza ni kwa mara pirega ngani yake ili atokere nimesema tikisa mapega sio kichwa. Yanza unine na jere titika rondo. Aida umana nyanya umana mabele umana indu. Yanzo mudara mkacho mudara mbango mudara mbango. Wapi makofi ya Kiluya sasa? Makofi ya Kiluya twende. Makofi ya Kiluya nataka nisikie sauti. Makofi ya Kiluya wewe. Makofi ya Kiluya kule. Haya chini chini, twende chini. Twende chini. Twende chini. Twende chini. Haya twende juu sasa. Makofi ya Kiluya twende. Mabega 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 mabega. Sasa nataka kila mtu atingisha mabega. Twende. Shika kiuno twende. Shika kiuno. Salman Tiranga, the Borendi,
tunasema mabega sio kitambi. Mabega, 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 mabega. Inushi wa wega, ikambi wa wega. Wanda